Jana amekuja pana papara nyingi sana, sijui hata nikwambie kitu, sijui ni muhimu, njoo twende nini umejishebedua hapa kama vile mwanamke ambaye anatafuta mwanaume wa kumwoa. Bila sikutaka kusikiliza sababu kuna enjoy pamoja na mpenzi wangu. So, paparika kama njugu kama sio paparika jana naambia kitu gani ambacho nataka kuniambia jana. Tunaweza kukwambia mambo ni magumu. Magumu ya wapi? Watu wana rasana. Tasi. Alifanyaje? Iko na mimba yako. Unasemaje? Na mimba yako. Mbona unashtuka? Tasi huyo ambaye alikuwa atumika hapa na mdangu. Ndio. Unasema huyo ambaye alikuwa atumika hapa? Ndio. Wewe umeyatoa wapi na umejuaje? Alikuwaga hapa jana. Sasa kama yuko hapa jana maana yuko daktari kumpima kama na ujauzito. Amenambia. Unaona sasa? Ile saa jana nilikuwa nakutafuta wewe. Nilikuwa nataka nikupatie hizo habari. Unanielewa? Kutupatie hizo habari. Ujauzito. Sasa nikwambia kitu kimoja. Mimi ni Tusli. Sishindi na kitu. Yeye kama kuja hapa anakuja kwambia kama ana ujauzito, hata mbwa anabeba mimba. Sio maajabu. Na mbwa akipeleka mimba, huwa ajui nani ambaye alimpachika mimba hiyo. Anagana hangaika mwenyewe mpaka anazaa na anakuza watoto wake. So acha aishi kama mbwa. Unachanganya nini ya hivyo? Sio mzuri. Unakuja kumtetea? Amenambia nakwambia unakuja kumtetea mtoto wako hapa kama wanaume. Wanaume gani? Huyo ni wanaume huko unataka kuongelea? Tuko sio kwa mwanaume. Huyo ni wanaume huko unaongelea hapa. Mbona kama vile unataka kutoa kishoga? Tena mzee wewe na adabu. Sikia. Mimi nataka kuheshimia. Wewe si bosi wangu. Mzee wewe na adabu. Si bosi wangu. Mimi ni bosi wako tena naomba uniheshimu. Mwanisikia nikwambie. Asili ya mbwa anazaa popote pale na achanganyike kama mbwa. Alafu tu kingine. Nani ambaye shaambia gazaidi yangu mimi? Nani? Hakuna mwingine shamwambia. Hakuna. Kama ngisi. Unaona kama ngisi umeshona jana hiyo habari ya kutaka kuongelea mbele ya mpenzi wangu kipenzi. Mpendo wa roho yangu, sabuni wa roho yangu, malikia wa nafsi yangu, lazizi kila kitu changu. Na wewe siri yako hivyo ukipima kutoa siri kichwa chako halali yangu. Sito. Kitu kingine nikuulize. Hujabatika kujua hapa ambapo anapoishi? Ndio, napajua. Wapi? Kona Shamimu. Dominika. Kona Shamimu. Ndio. Shamimu dada yake ya Tasnim. God. Sio ishu kubwa sana. Acha ndacheza karata mwenyewe. Atanijua kama mimi ni mtoto ambaye nimezaliwa kiuhuni na nimeishi kiuhuni. I'm bad boy. Nitamchezea mchezo. Tulia. Sijekuwa mtu. Alafu baadaye utajuta. Waswahili wanakuambia kwamba vita ya mtaani majiwe yanahusika. Ondoka. Ondoka. Taslim. Tusli. Kauya kufuana mengi. Huyu ni nani mume wangu? Huyu ni nani huyu? Hii message yenyewe naona ya kishetani ya kibilisi. Ni nani huyu? Kumbe nilikuwa nasikia ni kweli. Napigiwa simu kila siku achana na bwana yetu. Kumbe ni kweli. Message hiyo ya mwanamke. Mwanaume wewe. Wewe mwanaume wewe. Message za mwanamke na picha za kihuni kama hizo. Anakutumia. Kumbe naona mtumiaga. Subhanallah, si aibu hii. Si aibu hii mjini mume wa mtu. Mume wa mtu anafanya maajabu kama haya. Nisikilize. Nakwambia maana lenye liko linasemwa. Kwanza
Tokea si ugaluka. Nige ndiko ninasemwa hizo picha za mwanamke. Mimi leo tunashikiana simu. Za aibu kama hizo. Na message. Kwani ujiheshimu wewe? Unataka kuambia kitu? Wewe si mume wa mtu wewe. Wewe si mume wa mtu? Sikuwa mume wako. Hauko mume wangu. Hai naonesha mume wangu mwa nyumba. Naonesha mume wangu wewe malaya wa mjini, mbwa mweusi. Naonesha mume wako, mke wako kama sio mimi. Wewe mali naandikia message. Si ndo mamenete. Ndo mke wako? Sawa. Unaniambia eti aliyekuandikia message ndo mke wako? Nisikilize wewe mwanamke. Kama umekosa muda wa kutupa, basi usirudi kuchezea simu yangu. Na nifuata vizuri. Hata majuto leo kwa mjukuu. Usinifishi maisha mimi hapa. Kwa sababu hapa ni kwangu, tena nakupeleka kisi mimi nataka. Unanifuata vizuri? Kumbe ndo tabia yako hiyo. Tabia ipi? Unafikiri nimezoea sina tabia? Kila mtu amezoea na tabia yake. Ningelijua ninakujaga nyuma. Sasa nasema hivi, iwe mwanzo na mwisho kurudia kuchukua simu yangu. Hata ukiona imeita, iache ishe ipe. Sawa? Nifikiri nakuja mraha, kumbe nakuja kwenye karaha. Umekuja mraha kwa sababu unatumia nyama za unajisikia kila aina ya shombo. Na nifuata vizuri. Kila aina ya shombo ndani haukosi. Ndio sababu ya kuninyanyasa. Nimekunyanyasa acha kudunda. Nishaga wewe kushika yako. Ila niko siri siku nitakudunda ngumi. Siku nitakudunda ngumi. Tena maskini ya Mungu, nikwambie kitu kuanzia leo. Siku tarudi kufungua mdomo wako. Unanifuata vizuri? Na to siku utatoka mndani unaenda. Naenda wapi tena? Naenda wapi? Jamani bwana ameniwea pilipili huko ndani mimi jamani. Takuwa mgeni wa nani? Memwacha mume wangu kwa ajili yake, lakini wane matatizo yenye naenda kupata mimi jamani. Basi. Please tayari chakula umekula fiti. Kula kuna matunda kiasi. Unajua tena ndo maelekezo ya daktari. Mtoto azidi kunenepa, azaliwe iko na afya njema. Please na wewe. Alafu tukifikaga hapo waga na kumind sana hapo. Ngoja mwanzo. Haina haja kukopa. Sehemu kidogo hicho. Pamoja na mama. Karibu. Haina haja kunipatia karibu yako. Kila nimekuja nafuata hicho kinyago. Nikuja nafuata huyo mbwa Musa. Tasnini. Mimi ni mtu mbaya sana. Kama sura yangu ilivyo mbaya. Mimi ni mgomvi nikiamua. Mimi ni mhuni tena mbaya. Sasa jilinde mbali sije kanigeuza kuwa vampire. Oso akuja kwenda kuchezea jina langu mimi. Anas. Tusi. Dunia la kijiji. Mtoto wa town. Nimezaliwa katika mazingira mazuri. Nimezaliwa katika ua ambao uliobarikiwa. Sasa kama mbali na mimi. Umenisikia? Jina langu mimi la Tusi lilishazunguka mahali pote. Najulikana kama mtu ambaye nina pesa, nina kila kitu, nina ufahari wa hali ya juu. Hata kwa babangu pia navyo. Wasu mtakulewa tangaza kwamba na ujauzito wangu wewe. Mungu kama wewe. Tasnini, nakuonea imani sana. Eti sasa ndio umekuja hapa hivi katika chicha. Kuja kushika katika chicha pamoja na kishoroo mwenzako huyo. Fanya ufanyavyo. Mimi hutaniweza hata kidogo. Na hiyo mwanzo na mwisho kutangazia kwamba una ujauzito wangu mimi. Anas.
Kwa nini umekuwa kiasi hicho? Kwa nini umekosa heshima? Kwa nini umepoteza utu wako? Nimekuona umekuja pale, labda nimekujua something important nimekuleta, but no sense. Upuzi gani ujingana ambayo unayezungumzia? Mimi kuongea hapa sijaongelea point. Point gani ambayo kabisa ambayo unayezungumzia? Nisikize nikwambie. Maneno ambayo niko naongea hapa wala taja kuhusu. Nimejua labda hapa umekuja na kina something new, kitu ambacho labda hayakuhusu hata hichi hata kimoja. Unakuja kumkashifia hapa pia. Nakuja kumkashifu kwa sababu ni mbwa, tena ni mbwa mbovu kabisa ambaye anatamkia. Sawa. Mwanisikia? Husu akuja aleta mbiringa zake. Chambo cha babangu wala alisemea mbiringa. Hizo mbiringa zake anazileta kwa babangu Tingo. Nina ujauzito wa tusi ni mimi. Anas. Okay. Anas kimeeleweka. Imesikika. Hana ujauzito wako. Hutolisikia tena kwa masikio yako. Nisikilize nikwambie. Tena wewe unachokuomba please. This is my house. Usiendelee kumkashifia kwa macho yangu. Anas tutakuja kukosana bure. Yeah. Iwe mwanzo na iwe mwisho. Hana mimba yako, hakujui na wala hatakujuaga tena. This is my house. Hii hapa ni house. Tasnim. This is my house. Kuna nyumba na sio hizi. Hii ni chicha. Tena chicha ya Kafundi. Ndogo sana. Tembea sehemu zote uangalie manyumba wapi ambapo yalipo. Na ndio maana umeamua kuchukua mbwa kama hukumweka katika hii nyumba. Cause ni mbwa ni nyumba kutembea na mbwa mapaka manini yote. Hii hapa. Alafu tusikize kwa bei wewe mbwa. Ongea na mimi sio mwanamke sawa. Naomba achana na mwanamke. Achana na mwanamke. Sawa. Sikiliza. Sifanye kitu ambacho hakipo maishani mwangu. Please. Toka nje. Sema toka nje sasa hivi. Fine. Tatoka. Basi Mungu yupo. Atamlipia huyu. It's okay. Na iswe au unajua maisha yako mazima wewe. It's okay. Toka kwangu, toka nje. Alas. Mimi ndio tusi. Nisikize kwa kitu kimoja mwanamke. Huyo mbwa ambaye usizungumzie jina lake sawa. Usizungumzie jina la mwanamke. Hakujui, haumjui. Na wala utaona tena kweli. Acha kupapa sana you fucking boy. Sio toka nyumbani. Nasema toka nyumbani. Ha ha ha.